Story za kitaa zimegonga hapa Kijiweni, na kama ujuavyo Kijiweni kuna story nyingi tu ambazo zinapatikana Kijiweni, lakini miongoni mwake inaweza ikazaliwa mada. Unaweza ukahisi labda Kijiweni huwa wanapenda kuzungumzia story gani, mawazo yao yakoje, lakini hapa Kijiweni kuna mada ambayo inaitwa malaya. Tunataka tufahamu malaya ni mtu aina gani au malaya ni nani. Niko na bro hapa. Mambo vipi? Vipi hali? Fresh. Kaka, mimi nataka nifahamu kidogo. Unaposikia malaya, wewe unahisi malaya ni nini? Malaya kwa upeo wangu mimi ninavyohisi kwamba ni mtu ambaye hatosheki na mwanamke mmoja. Okay. Na maanisha kwamba leo ipo na huyu, kesho ipo na huyu. Na vile vile katika kipengele kingine iko cha umalaya, huyu mtu anakuwepo ana mambo mengi, hususani kwamba anaweza leo akachukua namba ya simu ya mtu fulani akazungumza naye, kesho akachukua tena namba ya mtu mwingine akazungumza naye, kwamba mazingira yake kwamba kwa kifupi anakuwepo yani aeleweki yani. Kwa hiyo unataka kuniambia mtu ambaye hatosheki ndo malaya? Yani ni malaya hususani katika mazingira ya kimapenzi maana yake. Okay. So labda sio nalo mtafutaji pesa au nini kwamba ninavyojua mimi malaya ni mtu ambaye yule mtu akupenda mahusiano tofauti. Leo ipo na huyu. Kati ya mwanaume na mwanamke, unahisi nani jina la malaya huwa linamwambatana sana zaidi? Hapo bwana, linamwambatana zaidi ni mwanaume. Mwanamke hawezi kuwa malaya. Mbona mimi nishasikia huko mitaani Mwajuma ni malaya kweli ile, wakati ana wanaume wawili tu tofauti na mwanaume anaweza kaa na wanawake hata 6, lakini bado jina la malaya ukalikosa kwake. Kwa mwanamke linakuwa ni jepesi zaidi akaitwa malaya wakati ana wanawake wawili. Labda wewe unahisi utofauti wake ni nini, au ulichosema mwanaume anakuwa ni malaya zaidi kivipi? Yani kwamba utofauti, unajua mwanaume ni kiongozi, na kama kiongozi kuna kuwa na nguvu kubwa ambayo alokuwa nayo mwenyewe binafsi ambayo alopewa. Okay. Kwamba kuna kitu kinakuwa kinamzuia katika kusifika kwenye mazingira hayo ya umalaya, lakini kwamba mwanaume sifa ya umalaya ni ya mwanaume, sio mwanamke. Ila kwa sababu ni kiongozi kwamba hata ile kutamkwa kwamba wewe malaya na kuepo inawezekana, ndio maana nakupa watu wanapewa tu jina lingine kwamba yule bwana hajatulia yule bwana. Okay. Yule muone vile yule kamaliza kijiji. Yule ni hivyo yani, lakini kwamba umalaya ni wa mwanaume. Poa, unaitwa nani? Mimi naitwa Mpenja maarufu kwa jina lingine Abduli Rashid Mpenja, lakini maarufu Mpenja. Okay, poa, nilikuwa nazungumza na Mpenja hapa na hayo ni mawazo yake, si kwa maana labda yeye ni malaya ama nyinginecho whatever. Niko na mshikaji hapa, ngoja nijaribu kuona na huyo naye ana mawazo gani. Leo ni malaya, tunataka tufahamu malaya ni nani, malaya anakuwa kwaje, au malaya anafanana vipi? Bwana, mambo vipi? Safi. Nakukuta Kijiweni hapa, naona umechill kweli mzee, una peluzi. Niambie, unavyosikia malaya? Bro, pale nimemsikia malaya ni mtu ambaye anapenda vitu zaidi ya kimoja. Anamaanisha katika mahusiano. Labda wewe kwa mawazo yako unahisi ama una mawazo yako yanafanana na yeye au yako tofauti kidogo? Mimi mawazo yangu yanafanana na yeye. Hayako tofauti sana na yule bwana. Sababu ni kweli mwanaume hawezi kuwa malaya kwa mimi ninavyotambua. Mwanaume ni shababi, sio malaya. Malaya mwanamke. Hapo ndipo palipo na utofauti. Hapo ndipo palipo na utofauti. Hebu sasa nimegezee sasa hapo, nataka nifahamu zaidi. Wewe unavyofahamu malaya ni nani sasa? Malaya mimi ninavyofahamu ni mwanamke. Na kwa sisi asilimia kubwa ya binadamu tunachojua, ukishasema fulani malaya hawezi kusema mwanaume malaya. Unasema yani lazima utaingiza tu kwamba mwanamke fulani malaya. Okay. Na malaya anakuwa na wanaume zaidi ya wawili. Na kwa nini kwa mwanaume anakuwa shababi sio malaya? Mwanaume sio malaya kwa sababu mwanaume ndio mtu ambaye anatongoza, sio anatongozwa. Na wanawake wengi lakini. Ndio. Na hata dini yetu yenyewe inatuambia kwa sababu mwanaume anatakiwa awe na wanawake hadi 4 kwa sisi Waislamu. Kwa hiyo wanawake 4 tayari akiwa na 3, hususan kwa mfano kama akiwa ameoa kabisa yani. Sababu dini yetu inatuambia uoe wanawake 4. Kwa hiyo kwa wanawake 4 hakuna mwanamke aliambiwa aolewe na wanaume 4. Hapo hujaoa sasa.
mpaka una wanawake zaidi ya 4, wewe ni malaya au sio malaya? Sio malaya, wewe ni shababi. Jamani, mnasikia jamani? Kumbe wanaume wakiwa wanamiliki mizigo zaidi ya 3 4, huyo sio malaya, ni shababi. Sasa kwa nini mwanamke anaitwa malaya? Anaitwa malaya kwa sababu mwanamke sio mtongozaji. Anatongozwa. Kwa hiyo akitongozwa, akikubali, yule ni malaya. Na akikubali zaidi ya wanaume zaidi ya 2 au zaidi ya 1, huyo ni malaya. Lakini mwanaume ni mtu wa kutongoza, ana demu hapa, akitoka hapa akienda sehemu nyingine akitongoza, akikubaliwa anapiga miti anaondoka. Hayo ni story tu ya kitaa huko. Unajua kitaani kuna vitu vingi sana, na ndio maana mimi napenda kuzungukia huku vijiweni kuweza kuona washikaji wakiwa kijiweni huwa wanapenda kuzungumzia story gani. Na je, hizo stories na make sense kwenye maisha, kwenye jamii? Je, una uwezo kujifunza vitu? Lakini hapa ndio unaweza kupata vitu vingi sana. Labda neno lako la mwisho unawaambiaje sasa vijana ambao wanashiriki katika kitendo hiki cha umalaya, iwe mwanamke au mwanaume? Sana sana kwa mwanamke, maana mimi kwangu mwanaume akiwa na wanawake 2 wangapi, mimi sijamhesabia bado malaya. Ikiwa tu ni wanawake ambao hawako kwenye jamii ya kuolewa, yani hayuko na ndoa, akiwa naye hata 5, sawa, wewe kwako fresh. Yuko mwanaume fresh tu, kikubwa tu asivunje sheria. Yani kuvunja sheria maana yake ni mke wa mtu, umeona, hapo atakuwa kavunja sheria, hapo mimi nitamlaumu. Lakini akiwa na wanawake ambao sio mke wa mtu, hata akiwa nao 6 7, kikubwa ni shababi tu, mimi kwangu nitamchukulia tu sawa tu. Kwa hiyo unataka kuniambia jina la malaya limekuja kwa ajili ya mwanamke. Mwanaume kwa maana akiwa na wanawake zaidi ya 1 tumuite shababi. Ndio. Mwanaume unamuita shababi kwamba hichi kidume. Lakini mwanamke ukiona na wanaume zaidi ya 2, basi huyo utaita tu malaya. Yaani utamuita tu malaya yani. Na ndio maana tumeshazoea hata ukiona hata wananiliwa asilimia kubwa hata wasanii wetu, bwana msanii fulani huasa wanawake hao. Yule malaya bwana. Yule katoka na fulani, yaani hivyo yani. Hata sio wenyewe kwenye simu zetu wasema huyu malaya ananipigia huyu. Anapigia sio mwanaume mwenzia. Mimi naitwa Mali. Tisha sana jamaa, amenifurahisha. Na imani hata wewe mfuatiliaji wetu wa Material TV utakuwa umejifunza vingi sana tukiwa mtaani huku. Kuna vitu vingi sana ambavyo unahitajika kuvipata, lakini huwezi kupata sehemu yoyote ni Material TV. Usiache kusubscribe YouTube channel yetu Material TV, utakuwa unapata nyingi tu ambazo nadukunywa huku Swahilini na kukushushia hapo ili uweze kuzipata na kuzifahamu. Mimi ni Thomas Sanda, Street Class Emergency Material. Enough, bye bye, uwe na siku njema.